Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu tena katika jina la Yesu. Nimekuwa na mambo mengi kidogo, sikuweza kuwa hapa, lakini sasa nimerudi. Tunaendelea kujifunza. Leo nataka tujifunze kwa kujiuliza swali hili: kuishi kwako kuna mtafsirije Mungu kwa wengine? Kuishi kwako kuna mtafsirije Mungu kwa wengine? Sisi wote tumeumbwa na Mungu. Wote tumeumbwa na Mungu, na kila aliyeumbwa na Mungu ameumbwa afanye kitu fulani. Ameumbwa alete ladha fulani huku duniani. Kwa hiyo wewe ni ladha kwa watu wengine. Sasa kuishi kwako sasa kuna mtafsirije Mungu kwa wengine ambao wanakuzunguka, wale ambao unafanya nao kazi? Kuna mtafsirije Mungu? Tukiangalia kwenye Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 2 na wa 3. Wakorintho wa pili mlango wa 3 mstari wa 2 na wa 3. Neno la Mungu linasema hivi. Paulo anawaambia Wakorintho kwamba hivi: ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Hao Wakorintho ambao Paulo alikuwa anawaambia ni wale ambao walilipokea lile neno. Ndio maana anasema ninyi ni barua. Ninyi ni barua iliyoandikwa mioyoni mwetu. Yale ambayo yalikuwa ndani ya mioyo ya Paulo yalienda kwa wale wa Korintho. Sasa yale maisha ya Wakorintho yalikuwa yana reflect kile ambacho wakina Paulo walikuwa wamekibeba mioyoni mwao kwa ajili yao. Hii ni kusema kwamba kile ambacho walipelekewa, kizuri walichokipelekewa, walikipokea kikaingia ndani ya mioyo yao, wakakiishi. Walivyokiishi sasa, walivyokuwa wakitembea, walivyokuwa wakionekana, walikuwa wanaonekana kama kile kilichokuwa ndani ya mioyo ya kina Paulo. Yaani ile habari njema waliopelekewa waliishi. Yaani kwamba wanapotembea inaonekana ile habari njema. Ndio maana anasema hivi: ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu. Kwamba yani ni tukiwachukua nyie na kile kilichoko kwenye mioyo yetu ni hivyo hivyo jinsi kipo. Yaani mmekuwa kama vile ule ujumbe tuliowapa. Alafu sasa nyie mnasomwa na watu wote. Ile ujumbe uko kwenye mioyo yetu, sisi tukaachilia kwenu. Tulivyoachilia kwenu, mkauishi ule ujumbe. Kwa hiyo watu wanapowaangalia wanasoma kwa kupitia maisha yenu, wanasoma ule ujumbe ulio kwenye mioyo yetu. Kwa hiyo sio lazima sana sisi tuende tena tukawaambie wengine, kwa sababu vile mnavyoishi wengine wanapokea kutokana na jinsi ambavyo nyie mnaishi. Nadhani hapo limekaa vizuri. Kwa hiyo kuishi kwao kulionyesha kile kilichokuwa ndani ya mioyo ya kina Paulo. Sasa tunajiuliza swali: kuishi kwetu na sasa kama kilikuwa kinaonyesha kile kilichokuwa kwenye mioyo ya kina Paulo. Mimi Paulo nampenda sana, jinsi ambavyo ametueleza kwenye hizi nyaraka alizokuwa anaandika. Unaona kitu kizuri sana cha kuhusiana vizuri na Mungu, lakini na ile hekima ya kuweza kuishi katika mazingira, kuishi na watu kwa hali ya kimungu, kuishi yale maisha ya kiroho katika ulimwengu wa damu na nyama, lakini kuishi maisha ya kiroho ambayo ukifuata shetani atapata shida sana kupata uhalali wa kukushtaki. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni namna ambavyo inatueleza namna tunavyotakiwa kuishi ili tusimpe shetani sababu ya kuwa na mashtaka. Lakini inatufunulia wazi kujua kwamba namna tunavyotakiwa sisi kuishi, yaani ule ukweli wa namna tunavyotakiwa kuishi. Ukisoma kwenye hizi nyaraka za Paulo utaona. Kwa hiyo sasa
yale maisha ya wale waliopokea ambao waliitwa ni barua yalikuwa yanamuonyesha Mungu kwa uzuri. Yalikuwa yanamuonyesha Mungu kwa uzuri. Mahali pengine mimi napenda Paulo akasema hivi, kama sisi ni wana, basi sisi ni warithi, tunaorithi pamoja na Kristo. Lakini haikuishia hapo. Akasema sasa kama sisi ni warithi, tukiteswa pamoja naye ili tuje tutukuzwe pamoja naye. Ameongea ukweli kwamba tunapoiendea hii njia ya Kristo lazima tutakutana na mapigo mengi. Si kwa tunapigwa kwa sababu Yesu anataka tupigwe tufidie kwa sababu naye alipigwa. Ni kwa sababu shetani hataki sisi tumtukuze Mungu. Kwa hiyo atatuachilia mapigo. Kwa anapotuachilia mapigo, lakini sisi ule upendo wa Mungu ndani unatakiwa uzidi, uwe mkubwa sana ili tuweze kuyastahimili. Ili tujue tuvikwe taji. Anasema ile taji ya uzima imeandaliwa kwa wale wampendao. Sasa kumpenda Mungu ni kustahimili katika majaribu. Sasa hiyo sio point yangu. Point yangu ilikuwa namaanisha hivi, Paulo amejaribu kutuonyesha vitu kwa uwazi kabisa, ili tuweze kumuonyesha Mungu vizuri. Si kwamba tunapita kwenye majaribu alafu tunaanza kunungunika, tunaanza kulalamika, tunamuona Mungu ni mbaya kwa sababu tumepitia magumu. Tukiteswa pamoja naye ili tuweze kutukuzwa pia pamoja naye. Sasa sisi tunapendaga sana utukufu, lakini ile sehemu ya mateso ni kama tunaonaga sisi hatustahili. Yesu alishakufa, Bwana mimi sistahili kuteswa. Ni kweli, Yesu alishakufa, ustahili kuteswa na ushindi tayari upo, lakini kwa sababu shetani yupo, lazima naye atahakikisha anakuwekea vipingamizi ili umchukie Yesu aliyekufa kwa ajili yako. Kwa hiyo umeona, sasa kuishi kwa wale wa Korinto kulikuwa kunamuonyesha Mungu kwa uzuri. Ndio maana anasema ninyi ni barua mlioandikwa katika mioyo yetu, kwamba kile ambacho kiko kwenye mioyo yetu nyie ndicho ambacho mnakiishi. Tulivyoachilia ule ujumbe, nyie ndio mnavoishi na mnasomwa na watu wote. Sasa hapa akasema mstari wa 3, mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tulioikatibu. Yaani kwamba wanapotembea ule udhihirisho wao unadhihirisha Ukristo ndani mwao. Kwamba wakina Paulo wenyewe walisimama badala ya Kristo kwa ajili ya kuwahubiria wale wa Korinto. Lakini sasa wakathibitika, ule Ukristo wao ukathibitika. Anasema mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tulioikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Kwa hiyo alikuwa, kwa lugha nyingine hapo alikuwa anasema hivi, yale yote ambayo Mungu, yale yote ambayo Kristo alitupa tuyaletee kwenu, nyie mmeyapokea na mmeyaishi. Kuona hivyo Mungu anafurahi vile ambavyo mnaishi. Ndio ukitaka kuangalia, ndio maana kitafsiri ya hii hapa. Kwa wakina Paulo wanafurahia kwamba kile tulichowapelekea hakijaanguka chini bure, ila kimeenda kuzaa matunda. Sasa kuishi kwako wewe kuna mtafsirije Mungu kwa wengine? Sisi kipindi hiki tunaishi, lakini tumeachilia tafsiri mbaya sana ya Mungu kwa watu wengine. Watu wanapoangalia maisha yetu wanamuona Mungu yani kama mtu fulani, yani kama dikteta fulani hivi, yani kama mdhalimu fulani hivi. Si kwa sababu Mungu ni mdhalimu, lakini ni kwa sababu ndivyo maisha yetu yanavyoonekana. Neno la Mungu linasema hivi, kwa kadri mlivyowatendea mmojawapo wa wadogo hawa mmenitendea mimi. Sasa kwa kadri tunavyowatendea watu wengine ndivyo wanavyomtafsiri Mungu. Mimi nimeokoka, nampenda Yesu na naenda mbinguni. Sawa kabisa. Lakini kuokoka kwangu na kumpenda Yesu na kwenda mbinguni na imani imekaa moyoni mwangu kwamba nitaenda mbinguni ni kweli kabisa. Lakini kuishi kwangu kuna sauti kubwa kuliko sauti ya imani iliyoko ndani yangu,
kuliko kujua kwangu na kujua kwamba nampenda Yesu naenda mbinguni. Kuishi kwangu ndio sauti inayotakiwa kuonyesha kweli mimi nimeokoka, nampenda Yesu na naenda mbinguni. Vile ambavyo nitawatendea watu wengine, vile ambavyo ninavyohusiana na watu wengine, ndivyo itakavyo tafsiri kwamba kweli mimi nimeokoka, nampenda Yesu na naenda mbinguni. Kwa sababu gani? Imani inakaa moyoni. Hakuna mtu anaweza kuingia kwenye moyo wako akaona imani. Sisi tunataka nini? Sisi tunataka kuona matendo yako. Kuna mtu mmoja siku moja aliwahi kuongea jambo fulani. Jambo tu lilikuwa sio zuri. Nikamwambia, lakini ukiongea hivyo inakuwa haileti picha nzuri, kwa sababu wewe pia ni mtumishi wa Mungu. Akasema, mimi niliongea tu kwa utani. Mungu anajua nia ya moyo wangu. Nikamwambia, ni kweli, Mungu anajua nia ya moyo wako. Sisi hatujui nia ya moyo wako. Sisi tunataka kuona nini? Sisi tunataka kuona uenende ilivyo sawa sawa. Mungu anajua nia sawa, sisi wanadamu hatujui nia. Kwa hiyo tunachokitaka kuona ni nini? Unaenda katika njia iliyonyooka. Kile kilichosemekana hiki hapana ni hapana. Maneno mabaya yasitoke kinywani mwako, yasitoke. Sio unatoa maneno mabaya kwenye kinywa alafu unasema Mungu anajua nia ya moyo wangu. That is not right. Sio sahihi kabisa. Sisi nia ya moyo wako hatuijui. Sisi tunajua hapo mtumishi umejikwaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kuishi kwa namna ambavyo Mungu atatafsirika vizuri kwa wale watu ambao wanatuzunguka. Sasa sio kwamba tunaishi tukiwa tunasema Bwana Yesu asifiwe, mimi nimeokoka na mpenda Yesu, lakini the way tunavyo treat watu wengine, vile tunavyowafanyia watu wengine, anasema ni bora ningekutana na mpagani. Si neno la Mungu limesema waziwazi. Sisi tunapokuwa tumeokoka, tunapokuwa tunamkiri Yesu, alafu hatuishi sawasawa na ukiri wetu. Yesu aliwaambia watu kipindi kile, wale makutano waliwaambia hivi, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Yale watakaoambia yatendeni, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanatenda yale ambao, wanasema yale ambao hawayatendi. Kwa hiyo kusema kwao na kuishi kwao ni vitu viwili tofauti. Sasa tunapokuwa na usemi tofauti, alafu tunakuwa na matendo tofauti, tunamuonyesha Mungu vibaya. Kwa sababu gani? Watu wataangalia sisi tunatenda nini, ndivyo atakavyomtafsiri Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo haifai kuishi kwa namna hiyo. Haifai kabisa kuishi kwa namna hiyo. Sisi ni barua ya Kristo, tunatakiwa kusomwa na watu wote. Watu wanapotusoma waone ule Ukristo kwenye maisha yetu. Si kwamba tunakuwa tunaishi vingine alafu tunatenda vingine. Tukiwa katika kusema sisi tumeokoka tunaenda mbinguni, lakini matendo yetu hayaonyeshi kabisa kama tumeokoka. Hayaonyeshi kabisa kama tunampenda Mungu. Sasa wale watu wengine hawezi kuona kwenye mioyo yetu. Watu wanataka kuona sisi tunawatendeaje. Ndio maana hata Yesu alisema hivi, vile mlivyomtendea mmoja wapo wa wadogo hawa mmenitendea mimi. Aliwaambia wale wa mkono wake wa kulia kwamba nilikuwa hospitalini mlikuja kuniona, nilikuwa sijui sina mavazi mkanivisha. Wakashangaa, sasa Yesu ni lini jamani? Mimi sijui kuona kabisa Yesu umekuja kwenye maisha yangu huko uchi, sijui kukuona huko hospitalini, sijui kukuona umepungukiwa chakula. Akasema kwa kadri mlivyowatendea mmoja wapo wa wadogo hawa mlinitendea mimi. Nini kilionekana? Maisha yao yalimtafsiri Mungu vizuri. Ndio maana wakapata credit ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo na sisi ndio hivyo Mungu anachokitamani katika maisha yetu, kwamba sisi tuenende sawa sawa na ukiri wetu. Sio tunakiri kitofauti alafu tunaenenda kitofauti, alafu bado tunafikiria watu wataweza kutuelewa tu. Bana mimi nimeokoka. Sawa, umeokoka. Sisi tunachotaka kukuona ni ule udhihirisho wa tabia ya Kristo kwenye maisha yako, kwenye mwenendo wako, kwenye usemi wako, kwenye matendo yako. Tunataka kuona unamdhihirisha Kristo. Lakini kama utakuwa una mwenendo ambao si wa Kristo, alafu unasema unajifariji kwamba wewe ni Mkristo, hapana. Hiyo haifai kabisa, haifai.
na wala haitakusaidia wewe, na hiyo ni tosha kabisa kukupelekea mashtaka mbele za Mungu na kukuzuilia kwenye mlango wa mbinguni. Kwa sababu gani? Kwa sababu unakuwa kikwazo kwa watu wengine. Ukiangalia kwenye Petro wa kwanza mlango wa pili mstari wa pili na mstari Petro wa kwanza mlango wa pili mstari wa 12. Waraka kwa mtume Petro, waraka wa kwanza wa Petro mlango wa pili mstari wa 12, neno la Mungu linasema hivi: muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Kwamba hivi, kuwa na mwenendo mzuri kwa mataifa, ili kwamba kuna mtu atakayesema huyu ana hivi, huyu ana hivi. Sawa, ule mwenendo wako mwema uonyeshe jinsi ulivyo, ili wao wamtukuze Mungu. Anasema hivi, muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Kwamba anasema kweli jamani, lakini huyu tulimsema, lakini kweli ni mtumishi wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya yale matendo yako mazuri yaliyojidhihirisha. Huwezi kusema unampenda Mungu huku unawatendea watu wengine vibaya. Kwa mfano, ni kweli umeokoka, kwenye kinywa chako mtu anapokuja kukuzungumzisha, kwenye kinywa chako kunatoka baraka au kunatoka laana. Asa wewe kama umeokoka kweli, unampenda Yesu, lakini kinywa chako kikatoa laana, maanake ndivyo unavyomtafsiri Mungu kwa wengine. Watu hawezi kumpenda Mungu ulionao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya vile wewe ulivyotamka au vile unavyofanya. Kwa mfano, umesema umeokoka, unampenda Yesu, lakini wewe ni mtu wa fitina. Unazunguka watu wengine na kuwanenea maneno mabaya kwa ajili ya kutaka kuchafua sifa yao mbaya. Lakini huku kwenye Biblia imesema kwamba hivi, tukilinda sifa za wengine, tuwasemee vizuri wengine ili sifa zao zisiharibike. Sasa kama sisi tunakuwa tunawazungumzia wengine vibaya, tunakuwa tunawafanyia watu wengine kwa hila ili sifa yao iharibike, alafu bado tunasema kwamba tumeokoka, tunampenda Yesu. Hapana, huo sio wokovu. Huo sio wokovu. Kwa sababu gani? Tunavyomtafsiri Kristo si jinsi Kristo alivyo. Hatuwezi tukamtafsiri Kristo huku tunafanya fitina. Kristo hakuwa na fitina. Hatuwezi tukawa wauaji, tunawaua watu wengine kwa maneno yetu, alafu tukasema ndivyo tunavyo, yani sisi ni wa Kristo. Hapana. Neno la Mungu kwenye Yohana ile 16, Yohana mtakatifu 16, Yohana mtakatifu mlango wa 16 mstari wa kwanza, tutakuendelea kwa, anasema hivi: maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi, na saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye kuwa anamtolea Mungu ibada. Twende kwenye waraka wa kwanza wa Yohana tu, afu tutaunganisha na hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3, waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 mstari wa 15. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 15, neno la Mungu linasema hivi: kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani mwake. Kwenye Yohana pale tulipotoka ile Yohana 16 mstari wa 2 anasema hivi: watawatenga na masinagogi, na saa yaja atakapodhania kila mtu au wauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Sasa hapa kuua huku tumeona kila anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Unapomchukia mwingine wewe ni muuaji. Huko anasema hivi, watadhania kwamba kila mtu anayewaua
atakuwa anamtolea Mungu ibada. Sasa kuua sasa hivi si kama physically ile tunauana. Tunauana kwa maneno yetu. Tumekuwa watu wa kuchukiana, tumekuwa watu wa kusemeana vitu vya fitina. Ukiona mwenzako anafanya kitu kizuri, hautaki ile sifa yake nzuri ionekane. Unamtafsirije Mungu kwenye maisha yako? Ina maana wewe unavyofanya hayo unamtafsiri Mungu vibaya kwenye maisha yako. Watu wengine wanapokuona wanaona huyu ni muuaji tu, huyu ni mtu mwenye roho mbaya, huyu ni mtu mkatili, huyu ni mtu asiyekuwa na upendo. Sasa kama Mungu ndio yuko hivi, mimi siwezi kuambatana na Mungu wa namna hii. Manake kama huyo ameokoka na hivi vitu vibaya vyote viko ndani mwake, siwezi mimi kuambatana na Mungu kama huyu. Wakati kuna mtu mwingine ni mpagani, lakini ana upendo, ana ukarimu, hataki sifa ya mwingine iharibike. Hata pale anapoona mwingine anakosea, yuko tayari kukava kile alichokifanya kibaya ili kisijulikane, ili tu sifa yake isiharibike. Huyo ni mpagani. Anamtafsirije Mungu? Anamtafsiri Mungu vizuri japokuwa yeye ni mpagani. Sasa sisi ambao tumemjua Mungu tunakuwa tunaishi katika maisha mabaya ya kuwachukia watu wengine na nini. Mungu ameshatuambia hapa ni wauaji. Ukiona unamchukia mtu mwingine, hutaki kuona mwingine anafanya vizuri, hutaki kuona mwingine anasifiwa. Kuna siku moja, nadhani ilikuwa mwaka 2020. Siku hiyo nilikuwa nimekaa na tafakari vitu fulani. Nikawa natazamishwa. Kwa mfano, mtu anafanya jambo kabisa la kumletea Mungu utukufu. Alafu kuna mwingine anakuwa anachukia kwa kile kitu yule anachofanya wakati kitamletea Mungu utukufu. Nikaulizwa, unafikiria huyo mtu ndani mwake kutakuwa kuna roho ya namna gani? Hapo hamna roho ya Mungu, kwa sababu kama utamzuilia mwingine ili Mungu asitukuzwe, ina maana wewe una roho ya mpinga Kristo ndani. Si tuseme tu ukweli. Tuseme tu ukweli ili tujikague watoto wa Mungu, tuende mbele za Mungu kwa toba. Tunaishi maisha mabaya sana. Tukienda mbele za Mungu sisi ni watakatifu mno, lakini tukiwa nje tunakuwa watu wabaya sana. Tunaenda sawasawa na dunia jinsi inavyoenda. Lakini neno la Mungu limeshatuambia tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tufanywe upya kwa kugeuzwa nia zetu. Hatutakiwi kuenenda sawasawa na mataifa wanavyoenenda. Sisi tunatakiwa tuvae mwenendo wa Kristo. Sasa kama ukiwa tu kwenye maombi ndio unaweza kumuona Mungu, ndio unaweza kuwa mtakatifu kwenye maombi, sasa utalala kwenye maombi, hautakula, hautafanya kazi nyingine? No. Kuna hata watu wengine wanasema mimi nikiwa kwenye maombi ya kufunga najiona nakuwa na amani sana. Sasa utafunga mwaka mzima, utafunga miaka yako yote ya kukaa duniani? Hapana. Ni lazima ifike mahali kwamba tunapofunga tuwe watakatifu, tusipofunga tuwe watakatifu. Tunapofunga tuwe kwenye uwepo wa Mungu, tusipofunga tuwe kwenye uwepo wa Mungu. Tunapokuwa kwenye maombi tuwe kwenye uwepo wa Mungu, tusipokuwa kwenye maombi tuwe kwenye uwepo wa Mungu. Hicho ndicho Mungu anachokitaka. Tukae kwenye uwepo wa Mungu. Na kumbuka Mwalimu Mwakasege aliwahi kufundisha hili jambo. Tukae kwenye uwepo wa Mungu kama samaki anavyokaa ndani ya maji. Yaani kwamba akitoka kidogo kwenye maji anaona kuna atmosphere haijakaa vizuri. Na sisi tunapotoka tu kwenye uwepo wa Mungu tujisikie vibaya. Kuna kitu hakijakaa vizuri, turudi kule. Uwe umefunga au uwe unakula, uwe kwenye maombi au usiwe kwenye maombi, uwe na wapagani au uwe na watakatifu, lazima kila wakati tuwe kwenye uwepo wa Mungu ili sisi tuweze kumuonyesha Mungu vizuri, watoto wa Mungu. Kanisa sasa tuko mahali pabaya sana. Yaani kwamba ukiangalia jinsi ambavyo tunaenenda ni kama moyo unavuja damu, unajisikia kulia tu, uchungu ule usiweza kuzuilika. Kwa sababu gani? Neno la Mungu linasema hivi, sasa kama mwenye haki ataokoka kwa taabu, hao walioko huko nje itakuwaje? Yaani kama tumeokoka lakini hatujui mwenendo wa Kristo sisi. Hatuogopi kuwafitini wengine, hatuogopi kuwasengenya wengine, hatuogopi kufanya hila ili tupate nafasi. Sasa kwa namna hiyo sasa, yaani kama sisi tuliokoka tuko hivyo, wale wa kule nje sasa tena inawezekana wale wa kule nje wako wazuri kuliko sisi. Mungu atuhurumie jamani. Hebu turudi kwenye mwenendo wa Kristo. Yesu alikufa ni ili kutuondolea hivi vitu vibaya
ambavyo vimeingia ndani mwetu ili kutupa maisha yake. Ndio maana neno la Mungu kwenye Warumi nasema hivi, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ambao sasa, ngoja tusome tu hapo ili nisije nikaenda tofauti. Nataka tusome hapo Warumi 8 mstari wa kwanza. Anasema hivi, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sisi tumeokoka, lakini kwa kweli asilimia kubwa tunaishi kwa kuongozwa na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo tunamuonesha Mungu vibaya. Tunamuonesha Mungu vibaya. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuna mahali hatujakubali kulipa gharama. Kuishi maisha ya kumuonesha Kristo ni kukubali kulipa gharama. Sisi hatukubali kulipa gharama. Tunataka kuishi maisha ya mteremko. Sasa yale maisha ya mteremko tunaoishi ndio yanayotuingiza kwenye kuishi kwenye hila, yanatuingiza kuishi kwenye chuki, yanatuingiza kuishi kwenye manunguniko, yanatuingiza kuishi kwenye vitu ambavyo ni vibaya Mungu ambavyo hapendi. Sasa mimi nimekuja tu kukuambia, si lazima tunaambiana tu ukweli. Turudi kuishi mwenendo ule wa Kristo. Tuishi vile ambavyo Mungu anataka. Tuongozwe na Roho Mtakatifu katika kila kitu tunachokifanya. Pale tunapoamua kujiongoza wenyewe, ndio maana wakati mwingine lazima tufanye hila. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunataka kujiongoza wenyewe. Lakini tukitaka Roho Mtakatifu atuongoze, atatupitisha kwenye zile njia. Neno la Mungu siliko wazi, limesema hivi, njia ni nyembamba na imesonga, waionao ni nini jamani? Waonao ni wachache. Sasa hiyo njia nyembamba na iliyosonga ndio tunatakiwa tupite huko, na tukikubali kuongozwa na Roho Mtakatifu tutapita kwenye hizo njia. Kama ni kwenye maji mengi tutapita hasa. Lakini neno la Mungu linasema hivi, tunapopita kwenye maji mengi atakuwa pamoja nasi, wala mito ya maji haitatugarikisha. Kama ni kwenye moto tutapita hasa. Anasema tunapopita kwenye moto hatutateketea, wala mwali wa moto hautatuongoza. Lakini mpendwa, kupita it's obvious, lazima tutapita. Sasa ni lazima tukubali ili tuweze kutengenezwa tuwe ile dhahabu safi. Tuache kuishi maisha ya kucompromise. Tuishi maisha ya kumwishia Kristo kwa mioyo yetu yote. Tusiwe watu ambao mioyo yetu ina hila. Tusiwe watu ambao mioyo yetu ina udanganyifu. Tusiwe watu ambao mioyo yetu Mungu akiangalia anaona kitu kibaya. Hebu tuangalie hapo. Tuangalie kwenye Mathayo 15:8. Mathayo mtakatifu mlango wa 15 mstari wa 8, neno la Mungu mlango wa 15 mstari wa 18, neno la Mungu linasema hivi, bali vitokavyo vinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa hiyo kama tunaishi maisha ya hila, ina maana mioyo yetu ni mibaya. Kwa hiyo tunachokitakiwa ni kushughulika na mioyo yetu ili iweze kupendeza mbele za Mungu, ili sasa vile vinavyotoka ndani ya mioyo yetu viwe ni vitu vizuri. Ukiwa moyo wako ni mzuri, hutawaza kumtendea mwenzako jambo baya. Neno la Mungu linasema hivi kule kwenye Warumi kwamba upendo haukusudii kumtendea jirani baya wakati wote. Kule kwenye Warumi anasema lisibakie deni lolote isipokuwa upendo. Kwa sababu gani? Upendo haukusudii kumtendea jirani jambo baya wakati wote. Sasa Mungu anataka mioyo yetu iwe mizuri to the extent kwamba tunamuonyesha vizuri tunapoongea, tunapotembea, tunaposema, kwenye mienendo yetu Mungu anaonekana vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimependa tu tushirikiane hiki kitu. Lakini kanisa la Mungu tuamke. Kanisa la Mungu tuamke. Tuache mambo ya mazoea, tuache mambo ya ujuaji. Sisi bado tunajifunza kila siku. Ndio maana neno la Mungu ni jipya kila siku. Mungu ni mpya kila siku. Saa ya wokovu ni sasa. Haijawahi kuwa jana wala juzi. Saa ya wokovu ni sasa. Kwa hiyo kila siku lazima tuwe na wokovu mpya. Kila saa lazima tuone kila kitu ni kipya kwenye maisha yetu. Kile tulichokijua jana tumekijua, lakini leo kinaweza kisitusaidie. Kwa sababu gani? Kwa sababu neno la Mungu linasema yatosha kwa siku maovu yake. Kwa hiyo kila siku lazima kutaka kupata kitu fresh kutoka kwa Mungu, kitusaidie kuishi maisha fresh mbele za Mungu, ili tumuonyeshe Mungu vizuri. Maisha yetu yasimtafsiri Mungu vibaya, ili wale wengine ambao wanatuona sisi tukiishi waweze kumpenda Mungu, waweze kukubaliana na Mungu, waweze kumuona Mungu kwamba ni vizuri, kwamba kama huyu ameweza kutenda hivi. Kuna mtu mmoja nilisikia habari ya mtu mmoja alikuwa anatoa ushuhuda kwamba
Mtu mmoja alikuwa maskini, alikuwa anaomba Mungu amnunulie viatu, ampe viatu. Mama mmoja akaenda akamnunulia viatu na soksi vizuri tu. Akamuuliza, wewe ni mke wa Mungu? Kwa sababu gani? Alikuwa anamuomba Mungu ampe. Alipoona ametendewa na mwanadamu, akawa anashangaa, huyu mwanadamu aliyenitendea ni nani? Kwa Mungu atusaidie katika jina la Yesu, tuweze kuishi maisha ya Kikristo. Mwenendo wa Kristo uwe ni vazi letu. Amen.